ya Mwangaza, runinga ya Kiheo pamoja na redio ya Mwangaza wa Neno FM. Hujambo popote pale ulipo, Bwana Yesu asifiwe. Asante sana kwa sababu ya kuendelea kutazama vipindi vyetu popote pale ambapo unatazama. Asante sana kwa sababu pia ya kusikiliza vipindi vyetu tangu pale asubuhi. Naamini ya kwamba umeweza kubarikiwa katika redio, katika runinga ya Mwangaza, katika runinga ya Kiheo. Umepata vipindi vizuri ambavyo vimebariki moyo wako na kuinua maisha yako. Na sasa imetimia wakati wa kulishwa na neno la Mwenyezi Mungu, neno ambalo ndilo uzima, neno ambalo moja pekee laweza kufanya uishi uhai na maisha yako yakaweza kubadilika. Nasema kuhusiana na kipindi cha neno la uzima. Neno hili ni mkate wa uzima. Neno hili ukilipokea maishani mwako, basi maisha yako yanabadilika, yanaacha kuwa maisha ya kawaida tena na tena na tena. Na kukaribisha katika jina la Yesu. Mimi ni Arthur Kiathi, na kushukuru kwa sababu ya kuunganika pamoja nasi, kwa sababu ya kutupa muda ili tukaweza kuletea matangazo haya, ili tukaweza kubarikiwa. Kumbuka matangazo haya yanakufikia moja kwa moja kutoka studio zetu za runinga ya Mwangaza Kiheo na Mwangaza wa Neno FM. Sasa katika kipindi hiki cha neno la uzima, tunaletewa na watumishi wa Mungu kutoka kanisa la Jesus Winner Ministry makao makuu, kipenda headquarters, ambazo ziko jijini Nairobi. Hivyo basi tunakukaribisha popote pale ulipo. Kuna tazama kupitia kaunti zote ambazo ziko katika nchi ya Kenya, au pia kutoka mataifa mengine ya hapa bara Afrika au bara Europa, Asia, Marekani, au pia kokote kule hata Australia. Tunakukaribisha. Utaweza kuambatana pamoja nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii ya Facebook, ya YouTube, pamoja na mitandao ya TikTok, mitandao mingine yote. Tuko pale, tufuatilie na Mungu ataweza kukubariki. Neno linapokubariki, basi sema amina pale. Ukiwa na hoja ya maombezi, tuma pale. Watumishi wa Mungu wako hapa, wataomba kwa sababu yako, na ninaamini ya kwamba maisha yako yataweza kubadilika. Na ukaribisha mara tena. Mtangazaji wetu wa lugha ya ishara katika matangazo haya atakuwa ni Sharon Wamboi, naye kiongozi wa ibada nataka kumkabidhi muda wa sasa ni mtumishi wa Mungu Reverend Justus, ambaye nitamkaribisha akuchukua usukani kutoka hapo, nami nitakuwa narejea baada ya mahubiri na maombezi kuzisoma jumbe ambazo utakuwa umezituma. Kwa sasa tumkaribishe mtumishi wa Mungu kwa heshima yote. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Asante sana ndugu yetu Arthur. Yes. Mungu akubariki, akutende wema. Amina. Mwezi wa 8 nakupeleka namna gani? Vizuri sana. Tunashukuru Mungu. Tulikuwa tumewakosa sana. Thank you. Sisi hapa. Asante. Tunashukuru Mungu. Mungu akubariki, akutende mema. Amen. Ningependa kusalimia kila mmoja ambaye anatutazama, kila mmoja ambaye anatusikiza mahali popote alipo, na nikusalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Natumai uko mzima. Kristo mwana wa Mungu amekulinda, amekutenda wema, ametujalia nafasi nyingine ya mwezi mwingine, ya siku nyingine. Kwa hivyo tuna kila sababu ya kushukuru Mungu na kumwambia ni asante kwa upendo wake kwa maisha yetu, na kwa kila hali tunasema ni asante. Kwa hivyo nami pia nazidi kuwakaribisha mahali popote ulipo. Karibuni sana kwa ajili ya neno la Mungu, na kwa sababu ya hii nafasi na muda Mungu ametupatia. Najua kwamba Kristo mwana wa Mungu anaandaa kila wakati na kila majira akiwa na kusudi. Kwa hivyo tega masikio yako, tufuatilie. Ukiwa hapo kazini, ukiwa hapo kwa nyumba yako, ukiwa kwa biashara yako, kwa mitandao yote utatufuatilia, na Mungu atakubariki sana. Kabla niendelee, tutaanza kwa maombi, kisha tutaendelea na Mungu atatubariki sana katika jina la Yesu Kristo. Tupate nafasi na tuombe. Baba wetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo
tumekuja mbele zako mfalme mwema asubuhi ya leo. Jehova Al-Shaddai, tunainua jina lako na kubariki jina lako. Asante kwa sababu wewe ni Mungu mwema. Asante kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Asante kwa sababu wewe ni baba yetu. Asante umejaa fadhili na neema. Asante umbali huu tunashuhudia wema wako. Umbali huu tunashuhudia uaminifu wako. Umbali huu tunashuhudia matendo yako makuu. Yesu Kristo wa Nazareti, tunakuinua, tunakubariki na tunakusifu Bwana. Asubuhi ya leo Bwana umetujalia nafasi ya kuingia katika hizo studio leo. Mwana wa Mungu, tunaliinua jina lako katika studio. Tunatokasa wema wako katika studio. Tunatangaza sifa zako siku ya leo. Hayo madhabahu umeandaa siku ya leo. Umeandaa ukiwa na sababu na kila mmoja ambaye Bwana anatufuatilia. Kwa hivyo tunalitia jina lako. Jina liko na nguvu. Jina lilio na uwezo. Jina uliotupatia. Jina limejawa na mamlaka. Tunaalika uwepo wako kwa hii madhabahu. Tunaalika nguvu zako siku ya leo. Tunaalika Roho Mtakatifu. Pata nafasi Jehova, uweze kututawala, uweze kuonekana, uweze Baba kuonekana kwa kila jambo, mwana wa Mungu, katika jina la Yesu. Neno lako Baba linasema popote ulienda ulitenda mema. Bila shaka ukishuka mahali hapa Bwana utatutendea wema. Kwa hivyo siku ya leo mwana wa Mungu, tunainua yule anatutazama, yule anatufuatilia, yule anatusikiza Bwana. Wote tunaoinua mbele zako. Kubali Baba kuwatembelea, kubali Baba kuwakumbuka, kubali kushuka juu yao. Yesu mwana wa Mungu, ninajua siku ya leo kuna neno umeandaa kwa huyu ambaye anatuangalia. Kuna neno umeandaa kwa yule atatufuatilia. Kuna neno umeandaa kwa ajili ya hii mwezi mpya. Kuna neno umeandaa kwa ajili ya tarehe ya leo, katika jina la Yesu. Hivyo Baba tunaomba wema wako ukashuka, nguvu zako zikashuka, uwepo wako ukashuka, ufalme wako ukashuka, nguvu zako zikashuka, zikafanya makubwa katika maisha yetu. Ni wewe tunangojea, ni wewe tunatarajia, ni wewe tumaini letu, ni wewe msaada wetu, ni wewe nguvu yetu, ni wewe kimbilio letu, katika jina la Yesu. Wewe ulitembea na Mose, wewe ulitembea na Elia, wewe ulitembea na Elisha, wewe ulitembea na Yusufu, wewe ulitembea Jehova na manabii wote wakakuona Jehova. Kina Ezekia, kina Ezekieli, tumishi wako Yosafati, tumishi wako Bwana, akina Hosea wakaona wema wako. Nabii Samueli akaona ukuu wako. Tumishi wako Danieli, vijana Shadraka, Meshaki na Abednego wakaona uaminifu wako. Hata nasi asubuhi ya leo tunakungojea Bwana. Tembea nasi mwezi huu, enda nasi mwezi huu Baba wa mbinguni, tukashuhudie mema yako na hata makuu yako Baba. Kuna mtu anatutazama ako na maswali Bwana bila jawabu leo. Tunajua Mwenyezi Mungu unapoenda kuachilia neno litakuwa jawabu katika maisha yake. Huyu mgonjwa atapona, huyu ana kazi atapata, anahitaji visa atapata, ana ndoa utampatia, ana mtoto atapokea, ana kibali atapokea. Hiyo biashara iko chini, utauinua kiwango. Tunaombea watu wako, amani watawale, baraka ziwa watawale, neema hiyo watawale, ushindi watawale, katika jina la Yesu. Yesu tutembelee. Huyu ako hapa Kenya, hata yule ako ng'ambo. Tunaomba nguvu za Bwana zitatembea kila mahali kwa ajili ya utukufu wako. Huyu ako gerezani, Bwana umkumbuke. Yesu mkumbuke Bwana, mtembelee. Huyu ako na kansa, huyu ako na ukimwi, ako na pressure, ako na shukari, ako na uvimbe, ako na magonjwa. Bwana watembelee. Yesu Kristo, tunakuomba leo na tunakuamini leo. Nguvu zako Baba zitatembea kwa watu wako, nazo ishara na miujiza Baba zitaonekana.
tunakubariki Baba, na tunakuinua Jehova. Tunaombea nchi yetu, tunaombea taifa letu, tunaombea viongozi wetu, tunaombea uchumi wetu, tunaomba utawala katika nchi ya Kenya, tunaomba amani, tunaomba amani, tunaomba amani katika taifa letu, tunaomba baraka kwa kila mmoja wetu. Yesu mwana wa Mungu, tunajua ya kwamba unaenda kuonekana na unaenda kutenda mema. Hii mwezi wa 8 Baba tunautangazia itakuwa mwezi wa baraka katika jina la Yesu. Mipango mibaya Baba tunaikataa, chama mbaya Baba tunazikataa, maroho yote ambayo inaleta utatanishi Bwana, ikiingia mwezi wa 8 tunakataa kila mikosi, kila nuksi, kila ajali, kila upingamizi, kila maroho ya vifo, kila mipango ya shetani tunaikataa, tunaikemea, tunaiondoa katika jina la Yesu. Yesu mwana wa Mungu, tamalaki na utawala tunajiachilia mbele zako. Hizi studio Bwana tunazipeana kwako. Roho Mtakatifu wa Bwana, undumia watu wako Baba, tunangojea tu kutoka kwako Baba. Tunainua mtumishi wako mbele zako, anaposimama hapa Bwana, ukamtumie kwa ajili ya utukufu wako. Hilo neno umetumana leo, libariki watu wako, liinue watu wako, na lilete baraka Baba. Ukitenda haya yote, sifa na utukufu Baba zitakurudia, na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. 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 Asante, tunashukuru Mungu sana tena kwa sababu ya nafasi hii na kwa sababu ya siku ya leo. Kwa hivyo ombi langu, tega masikio yako, fuatilia, na hili neno la Bwana litakuwa la baraka kwako katika jina la Yesu. Hatuwezi tukasahau pia kusema asante kwa baba yetu askofu kutupatia nafasi kufika hapa kwa ajili ya neno la Mungu. Mungu akubariki sana. Our dad, bariki mchungaji Apostle, our mom Teacher Agnes, na wachungaji wengine wote ambao tunafanya nao kazi. Mungu wa uzima awabariki, awatende mambo mazuri. Katika hizo studio tuko na mchungaji ambaye atakusalimia, kisha yule anatupatia neno atachukua ushukani, na Mungu atawabariki sana. Karibu mchungaji, usalimie. Asante Reverend, Mungu akubariki sana, umetuongoza vizuri. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Nami kwa majina naitwa mchungaji Kishoi, tuko hapa na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Kwa hivyo tega masikio yako mahali pale ulipo, na Mungu ataweza kukubariki kupitia hii neno ya siku ya leo. Hata nami nachukua hii nafasi kushukuru askofu kwa kutupatia hii nafasi ya kukuja hapa. Mungu ambariki akiwa pale, na Mungu azidi kumuinua na kumuonekania, in Jesus name. Amen. Thank you. Asante sana na apokea sifa zote kwa sababu ya kutujalia neema ya kuweza kufika hapa katika hizi studio, kuweza kupeana neno lake, sio kwa sababu sisi ni wazuri ama tunafaa zaidi, lakini kwa sababu ya upendo wake. Ndio maana tunamwambia apokee sifa zote na hata heshima. Nashukuru Mungu pia kwa sababu yako unayetufuata mahali popote ulipo. Mungu akubariki unapotusikiliza, na ninajua ya kwamba kuna neno linaenda kukutia moyo na kukutia nguvu asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo nitaomba tuingie katika neno la Bwana. Nitasoma tu, ni mstari mmoja, lakini neno ambalo naamini linaenda kutubariki asubuhi ya leo. Thank you. Jina langu ni Reverend Mathenge na nimeokoka. Napenda Bwana Yesu. Amen. Kwa sababu alinipenda. Thank you. Kitabu cha Proverbs chapter 4 verse number 23. Neno la Mungu linasema hivi: linda moyo wako kwa uangalifu wote. Linda moyo wako kwa uangalifu wote. Sema amen. Amen. Maana humo zatoka chemichemi za uhai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ningependa kukuongelesha siku ya leo, mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kuhusu kulinda moyo wako. Amen. Hiyo ndiyo maada ningependa kukutilia mkazo wa asubuhi ya leo. Yes. Huyu mwandishi ambaye aliandika hili neno
alikuwa amejaliwa hekima na Mwenyezi Mungu. Ndio. Na alikuwa tunamfahamu akiwa mfalme Suleimani. Na katika hiyo sura ya 4 au mlango ya 4 verse number 23, akaongea jambo la dhamana na la muhimu ambalo linahusu kila binadamu katika ulimwengu wa walio uhai. Akaongea kwamba kuna jambo pengine alikuwa amelitazama, pengine alikuwa ameangalia katika ujana wake, katika maisha ya wazee na watoto. Akaona kwa ukawaida mwanadamu kuna mambo ambayo huwa yanakuja na yanatusumbua. Kuna wakati binadamu tunapitia misukosuko ya hapa na pale. Kuna wakati changamoto ndio zinakuja lakini zinatushinda nguvu. Kuna wakati majaribio yanakuja na pengine yanatushinda nguvu. Kuna mambo yanakuja ambayo yanasumbua mwanadamu na kwa ukawaida hayafai kutusumbua. Kuna milango ni kana kwamba tumeyafungua ambayo hatufai kuyafungua. Kuna mambo ambayo yanasumbua wazee kwa wamama, vijana kwa watoto. Na huyu mstadi akatazama pengine na kuona ya kwamba kupitia Roho Mtakatifu ya kwamba kuna kitu ambacho mwanadamu anaruhusu. Kuna kitu ambacho kiko ndani cha mwanadamu ambacho hakiendi vizuri na kinasababisha maisha yake yote kuenda katika hali ambayo hayafai. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa akaandika hiyo neno na kusema ya kwamba ni vyema kwa mwanadamu kulinda moyo wake. Anasema linda moyo wako. Moyo ni kiungo cha dhamana katika mwili wa mwanadamu. Ni kiungo ambacho kimejificha ama Mungu alikificha huku ndani yetu. Hatuwezi kuiguza, hatuwezi kuipapasa, hatuwezi kuiona kwa macho yetu ya mwili na damu. Lakini ni kiungo cha dhamana kiko ndani yetu. Ni kiungo Mungu aliiweka ambapo damu huwa inapiga damu katika mwili na inatembea katika kila kiungo na sehemu ya mwili wetu. Lakini zaidi ya hiyo, zaidi ya kusaidia mwili wetu wa nyama na mifupa, aliongea jambo la dhamana, neno moja la hekima. Atilinda moyo wako kwa uangalifu. Linda moyo wako kwa sababu moyo wako sio tu damu huwa inasababisha kutembea, bali moyo wako ni kiungo cha dhamana ambacho ukikubali hisia zozote ziingie mahali pale, unaweza kuinama moyo ama kuvunjika moyo. Unaweza kusimama imara ama kuyumbayumba. Unaweza kuinama moyo ama unaweza kuvunjika. Mstadi akasema ya kwamba ni vizuri kulinda mioyo yetu. Maana binadamu mara nyingi tunakata tamaa. Tunainama moyo kwa haraka sana. Changamoto zinakuja, pengine biashara yako haiendi vizuri. Pengine ndoa yako iko na changamoto zake. Lakini unapata ya kwamba lile jambo moyo wako unakuwa wa kuinama. Badala ya kusimama imara, badala ya kutegemea Mwenyezi Mungu zaidi, badala ya kujitia nguvu na kusimama wima, kuna mambo yanafanya mioyo yetu kuinama. Maana sio akili huwa inainama. Akili ni kiungo iko na manufaa yake. Lakini moyo wa mwanadamu ndio huwa unaguzwa. Moyo ndio Mungu hata aliongea kuhusu Daudi akasema, nimepata mtu ambaye moyo wake na moyo wangu unapelekana. Bwana Yesu asifiwe. Maana moyo ni kiungo kilicho uhai. Ni kiungo Mwenyezi Mungu ameipatia hisia. Ni kiungo ambacho ni cha dhamana. Ni kiungo ambacho kinasababisha mwanadamu kuwa na furaha ama huzuni. Unacheka ama unalia. Moyo ni kiungo cha dhamana sana. Ukiruhusu mambo mabaya utatawalwa na mabaya. Na ndio maana bado huyu mwandishi wa kitabu cha Methali alisema hapo mbele ya kwamba kutokana na hali ya moyo wako ndio itasababisha maneno yale yatatoka kwa kinywa chako. Kwa hivyo maneno mwanadamu anaongea imetokana na moyo wako. Ukiongea vibaya moyo wako ni mbaya. Ukiongea mema moyo wako uko mwema. Ukiongea kwa furaha moyo wako uko na furaha. Ukiongea vile unaongea inaonyesha hali ya moyo wako. Akasema linda moyo wako. Kuna watu ambao wanahitaji kulinda mioyo yao. Haupaswi kuinama kwa sababu shida imekuja. Unapaswa kulinda moyo, changamoto ikikuja unasimama imara. Haupaswi mchungaji kwa sababu madhabahu ama kanisa inayumba yumba ya kwamba moyo wako unainama, unakata tamaa, unasema sitaendelea kuhubiri. Endelea kuhubiri na ulinde moyo wako. Linda moyo wako, kijana ambaye umewachwa na huyo msichana. Kuachwa na msichana, kuachwa na mama, kuachwa na anko, hiyo sio shida.
hisia. Ndio najua hisia za moyo ziko, lakini linda moyo wako, maisha yako yasonge mbele. Linda moyo wako kwa uangalifu. Bwana Yesu asifiwe. Unahitaji kulinda moyo wako. Usikubali kitu chochote kiingie ndani ya moyo wako. Haleluya. Mungu anasababisha na alitupatia moyo ili hisia za moyo zibaki kuwa safi, ili kile tumebeba kipate kumtukuza. Alijua kutakuwa na changamoto, alijua shida zitakuja, lakini mwandishi akachunguza na kujua ya kwamba mwanadamu anapaswa kulinda moyo wake. Linda moyo wako kwa uangalifu wote. Bwana Yesu asifiwe. Linda moyo wako. Angalia moyo wako. Chunga kile kiko ndani ya moyo wako. Haufai kuruhusu mambo yote na haufai kubeba watu wote ndani ya moyo wako. Moyo wako ulinde kwa uangalifu. Sio kila mtu anakuja unaruhusu aingie ndani ya moyo wako, na sio kila kitu unapatia nafasi kwa moyo wako. Sio vitu vyote unaruhusu ndani yako, na sio kila mtu anaingia ndani ya moyo wako. Moyo wako unastahili kuipatia Jehova. Patia Kristo atawale moyo wako. Patia Yesu atawale moyo wako. Maana mwanadamu akiingia kwa moyo wako, umbebe kwa wingi sana. Ile siku atakukosea, moyo wako utainama. Lakini ukibeba Jehova, hakuna siku moyo wako utainama. Ukibeba Yesu Kristo ndani ya moyo wako, hata changamoto zikikuja, moyo wako utasimama imara. Hata uchumi ukisambaratika, ama biashara iende msege mnege, ama mtoto wako akose kufaulu, ama kazi yako yumbayumbe, ama maisha yaende vile yataenda, lakini linda moyo wako. Haya majira yakibadilika, wewe linda moyo wako. Hata rafiki yako akikukataa, wewe linda moyo wako. Hata kama kazi ya ujapata, linda moyo wako. Linda moyo wako. Moyo wako unahitaji kulindwa. Unahitaji kuchunga moyo wako, maana mahali pale kuna chemichemi za uhai. Kuna uhai kwa mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Unahitaji kulinda moyo. Binadamu amelinda nyumba yake. Nyumba zetu tumelinda na chuma. Tumeweka milango ya chuma. Tumeweka mawe kosi 10. Tumeinua mawe za ukuta futi 10. Tumeweka padlock za kila aina. Tumeweka kila aina ya security ya kuchunga nyumba zetu. Lakini kuna jambo la dhamana. Iko na dhamana kuliko nyumba yako. Linda moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunahitaji kuweka ulinzi kwa mioyo yetu, ya kwamba kuna watu hawafai kuingia na kuna vitu havifai kuingia. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama nitasikia, hata kama utasikia kwa masikio, lakini haitaingia ndani ya moyo. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama nitadhihakiwa, hata kama utadharauliwa, ndio inaweza kusikia, lakini moyo wangu hautabeba. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama wamekukataa, ndio utasikia wamekukataa, lakini moyo wako usikubali kubeba kukataliwa. Usikubali rejection ingie ndani yako. Linda moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunahitaji kulinda mioyo. Mwandishi akasema linda kwa uangalifu wote. Kwa uangalifu wote. Haleluya. Kwa uangalifu wote. Ipatie ulinzi wote. Ipatie kila ulinzi. Inahitaji kulindwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba fundisha moyo wako kusimama imara. Fundisha moyo wako kutegemea Jehova. Fundisha moyo wako, Bwana Yesu asifiwe, kutegemea Baba. Fundisha moyo wako kuangalia kwa Jehova. Atilinda moyo wako na uangalifu wote. Bwana Yesu asifiwe. Vile huwa tunaweka ulinzi kwa biashara zetu, umeweka kila aina ya teknolojia. Kwa hiyo mlango ya biashara yako unachunga mlango ya chuma. Unachunga bidhaa za siku chache, lakini wewe ndio kona manufaa. Moyo wako kona manufaa kuliko hiyo stock umeweka kwa biashara yako. Sasa linda moyo wako. Patia moyo wako ulinzi. Ulinzi kuliko biashara yako. Ulinzi wa hali ya juu, ya kwamba sio kila kitu kitaingia ndani ya moyo wangu. Sio kila kitu kitakaa ndani yangu. Nitalinda moyo wangu. Huu mwezi wa 8 na kuendelea, linda moyo wako. Anza
kulinda moyo wako. Wachana na watu. Watu watakuvunja moyo. Watu watakuachilia. Binadamu wako hivyo. Binadamu wako hivyo. Lakini wewe linda moyo. Uendelee na safari. Linda moyo wako. Uendelee na safari. Linda moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Unahitaji kulinda moyo wako. Haleluya. Hauhitaji kukata tamaa ati kwa sababu umekataliwa, my sister. Kukataliwa sio shida. Kukataliwa leo ni kukubalika kesho. Kukataliwa leo utakubalika kesho. Giza ya leo ni mwangaza ya kesho. Umaskini wa leo ni utajiri wa kesho. Kifo cha leo ni uhai wa kesho. Wewe linda moyo wako na uendelee na safari. Safari yako iko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Angalia moyo wako. Linda moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maana pale ndipo uhai. Jehova ameweka uhai ndani ya mioyo yetu. Uhai wa Jehova umewekwa mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Uhai wa Kristo umewekwa ndani ya mioyo. Bwana Yesu asifiwe. Linda moyo wako, my sister. Kukosa visa katika embassy, usikate tamaa. Wewe linda moyo wako. Ujipatie nguvu. Uimarishe moyo wako. Ujaribu tena. Uendelee mbele. Maana moyo wako ni ya dhamana zaidi. Linda moyo wako. Hata kama mama mzee amekuondokea, usikubali kukata tamaa. Haleluya. Linda moyo wako. Hata kama my sister masomo inakulemea, kusoma na kuanguka si mwisho wa maisha. Haleluya. Linda moyo wako. Simama imara. Uendelee na safari. Hata kama hiyo contract imekatika. Haleluya. Linda moyo wako. Uendelee na safari. My sister, kukosa kuenda ng'ambo sio mwisho wa maisha. Linda moyo wako. Kijana yangu, usikate tamaa. Usijinyonge. Usijinyonge. Linda moyo wako. Uendelee na safari. Bwana Yesu asifiwe. Unahitaji kulinda moyo wako na uangalifu wote. Iangalie. Yaani anasema uangalie na uangalifu wote. Ni kumaanisha unaangalia kile kinakuja. Unasema hii itaingia na hii itakaa kando. Hii nimeikubali na hii nimeikataa. Vile umesema nimeikubali, lakini hiyo nimekataa, kwa sababu nalinda moyo wangu. Haleluya. Kwa sababu tunataka kuenda mbali. Na ukitaka kuenda mbali, lazima ulinde moyo wako. Lazima ulinde. Isikuwe na machafuko. Wachana na wivu. Wivu inatokana kwa moyo. Safisha moyo wako. Umebebana sana. Wacha kubebana. Wacha kubeba mzazi wako ambaye amekulaani. Linda moyo wako. Wacha kujipeleka hasara kwa sababu ya kuinama moyo. Linda moyo wako. Wachana na huyo boss ambaye alikufuta kazi. Wewe safisha moyo. Endelea na safari. Haleluya. Wewe ambaye umerushiwa majini, linda moyo wako. Majini yataondoka. Linda moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Usikubali kukuwa na tamaa. Tamaa ni mbaya. Tamaa ni ya hasara. Linda moyo wako. Isafishe. Ondoa machafuko. Machafuko ya moyo yaondoe siku ya leo. Linda moyo wako. Moyo safi. Moyo safi. Jehova anataka moyo safi. Moyo uliotakasika. Moyo umekubalika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wacha kubebana. Wacha kubeba watu. Wachilia kile umeshikilia. Tarehe ni ya 8. Mwezi ni wa 8. Sasa linda moyo. Linda moyo wako. Moyo wako ni chombo cha dhamana. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji kuilinda. Haleluya. Sio kila kitu tunaruhusu kiinamishe mioyo yetu. Umeinama miaka mingi, ati kitu ikitokea moyo wako unainama. Haleluya. Ukikosa kupewa nafasi katika hiyo kazi, moyo wako umeinama. Ukienda upate hasara, moyo unainama. Ukienda ukataliwe, moyo unainama. Ukikosa biashara, moyo unainama. Haleluya. Ni wakati
wa kusimama, ni wakati wa kujikukuta, ni wakati wa kusafisha mioyo. Bwana Yesu asifiwe. Wachana na yule alikukosea. Sasa wewe jipende na usafishe moyo wako. Safisha moyo wako siku ya leo. Wewe safisha moyo wako. Wachana na kubebana. Wacha kubeba huyo mwingine. Wacha kubeba anko yako. Wacha kubeba shosho. Wacha kubeba mchungaji wako. Wacha kubeba mtu yoyote. Wacha kubebana. Safisha moyo. Linda moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji kulinda mioyo. Hata nini ikikuja, unasimama imara. Hata hisia zikuje, unasimama imara. Hata kama hauna kazi, lakini simama imara. Maana moyo wako ni safi. Hata kama unadharauliwa, wewe linda moyo na baraka itakuja. Hata kama wewe hautambuliki na haujulikani, usiwabebe. Wewe linda moyo na kibali inakuja. Hata kama unadhihakiwa, usiwabebe. Safisha moyo, neema inakuja. Hata kama wanakutusi, usiwabebe. Safisha moyo, unakuja kuinuliwa. Safisha moyo, moyo wako. Linda moyo. Haleluya. Linda moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Linda moyo wako. Kwa sababu moyo ni jambo la dhamana. Ni kiungo ambacho hapo ndipo hisia zinatoka. Ikiwa hauna furaha saa hii, umeruhusu moyo wako usikuwe na furaha. Haujalinda moyo wako. Ikiwa dakika hii unalia, umeruhusu moyo wako ulie. Ikiwa dakika hii unanungunika, manunguniko yako ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wa kusafisha mioyo. Tuachane na mambo madogo. Hatufai kusumbuliwa na haya mambo. Haleluya. Tumekaa mahali pamoja sana. Ni wakati wa kusafisha moyo. Shida haiko nje, shida iko ndani yako. Wewe ndiyo uko na shida ndani. Safisha ndani na nje itakuwa sawa. Tengeneza ndani na nje itakuwa sawa. Tengeneza ndani na njia itatengenezwa nje. Safisha ndani na nje itashughulikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Linda moyo wako. Haleluya. Ambia watu watatu walinde mioyo yao. Haleluya. Linda moyo wako. Mwandishi mwenye hekima akaangalia na akatazama. Akaona mwanadamu. Mara nyingi tunafaa kuwa mbali. Lakini kuna watu ambao tuko hapa leo. Tuko mwezi wa 8 tarehe ya 8. Lakini kuna mtu kwa moyo wake ako mwezi wa 7. Tuko tarehe ya 8 na mwezi wa 8. Lakini kuna mtu ako mwezi wa Januari. Maana kuna kitu ulifanyiwa Januari. Maana ulivunjika moyo mwezi wa pili. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wa kusafisha moyo. Wachana na kile haukufanyiwa. Ati sikufanyiwa. Ati hakuniongelelea. Ati alinifuta kazi. Ati alinidhihaki. Alininyang'anya Bwana. Ameniibia biashara. Wachana na hiyo. Wewe linda moyo wako. Safisha moyo wako sasa. Safisha moyo wako. Haleluya. My brother, my sister. Mungu amekupangia mema. Lakini moyo wako isafishe leo. Isafishe leo. Linda moyo. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji kulinda. Patia ulinzi. Ambia Mungu alinde moyo wako. Aweke malaika wake wa kulinda moyo. Haleluya. Ati hata nini ikikuja, hata shetani atume nini, haitaingia ndani yako. Inapata umesimama imara. Bwana Yesu asifiwe. Moyo ambao umetakasika. Moyo ambao uko safi. Moyo ambao haubebani. Moyo ambao hauna chuki. Moyo hauna makasiriko. Haleluya. Haleluya. Ni wakati wa kusafisha mioyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu anataka ati tuiangalie. Maana uhai unatokana na moyo. Chemi za uhai ziko ndani ya mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Usijinyime uhai. Usijinyime uhai. Shida sio nje. Shida iko ndani yako. Shida sio jirani. Shida ni ndani
ndani yako. Ndani. Haleluya. Hallelujah. Shida sio baba yako, shida iko ndani yako. Shida sio kanisa, shida ni wewe. Shida sio taifa, shida iko ndani yako. Haleluya. Shida sio huyo baba, shida iko ndani. Safisha moyo. Haleluya. Safisha moyo wako. Safisha moyo. Wacha kubebana, wacha mawazo mabaya. Haleluya. Wewe safisha moyo wako. Upatiwe nafasi, usipewe nafasi. Upate kazi ama ukose kazi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. My brother, katika hiyo huduma upewe nafasi ma assistant. Wewe safisha moyo. Fanyia Mungu kazi. Endelea na kazi. Haijalishi matatizo, haijalishi changamoto. Nataka siku ya leo tulinde mioyo. Linda moyo wako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mioyo ilindwe. Mioyo ilindwe Katika jina la Yesu. Haleluya. Na wakati mioyo tunalinda, nimetambua jambo moja. Ndio. Kwa hivyo wakati tunalinda mioyo yetu, hata baraka zetu zinakuwa tu hapo. Ndio. Wakati mioyo yetu imeinama, tunapea shetani nafasi. Na ninashukuru kwa hilo neno ya kwamba huyo mtu wa Mungu alimjalia Mungu hekima ya ajabu na akapata kufahamu na kuelewa moyo wa mwanadamu. Na hii ni ufunuo wa ajabu. Nikajua ya kwamba kumbe ukipatana na mtu amekunjamana uso, mchungaji, kwa hivyo amekosa kuelewa neno hili ya kwamba moyo wake anastahili aulinde. Ndiposa asipee shetani nafasi. Wakati wewe umeinama, umekosa, hata mwingine anainamanga kiasi, anasema hata chakula sikuli leo. Kwa sababu moyo wake umeinama. Kwa sababu amekashirishwa mahali. Kwa sababu aliongeleshwa vibaya kazini. Anafika kwa nyumba yake jioni anaambia hata chakula leo sitaki. Kumbe amekosa kuelewa ya kwamba tunastahili tulinde mioyo yetu. Uongeleshwa mabaya, mabaya ikupate. Kila wakati safisha moyo wako. Uwe safi kila wakati. Kukiwa usiku ama mchana, kukiwa majira gani, moyo wako uwe safi. Upatie Mungu nafasi. Nazo za baraka za Mungu zitaingia katika maisha yako, na hata masiku nyingi Bwana atakupatia, maana moyo wako uko safi. Sema amen. Mungu anaangalia huyo moyo ambaye unamfurahisha. Unajua wakati umekasirika, wakati moyo umeinama, hata kupata nafasi ya kuomba huwezi pata. Hata kupata nafasi ya kushukuru Mungu hauwezi. Kwa sababu moyo wako umeinama. Lakini wakati moyo uko safi, utaona mema ya Bwana. Utaona nafasi ya kushukuru. Utaona nafasi ya kwenda hata kanisani. Kwa sababu moyo wako uko safi. Naye Yesu anapenda mahali pale ambapo anafurahisha, watu wanamsifu na watu wanamuinua. Wewe mama, linda moyo wako. Wewe mzee, linda moyo wako. Wewe kijana, linda moyo wako. Wewe mwanafunzi, linda moyo wako. Wewe shosho na guka, linda moyo wako. Neno la Mungu linasema tulinde mioyo yetu. Kila mmoja ako na jukumu. Mimi nikiwa mchungaji, wewe ukiwa hapo uko na jukumu la kulinda moyo wako, ndio naye Mungu apate nafasi katika mioyo yetu. Bwana awabariki na watende wema. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji. Haleluya. Thank you. Tulinde mioyo yetu. Tulinde. Anasema linda moyo kwa uangalifu wote. Yani unaimagine anasema kwa uangali, yani ni kama vile mtoto mdogo huwa anaangaliwa. Ni kama vile mtoto amezaliwa, yani huwa anaangaliwa kwa umakini sana. Huyu mtoto kwa sababu hakuna kitu anafahamu, hakuna kitu anaweza kujifanyia. Sasa Mungu anasema linda moyo wako. Ulinde. Ni kumaanisha moyo uko na maadui wengi sana. Maana ni chombo cha dhamana. Maana hapo ndipo chemichemi za uhai zinatoka. Hapo ndipo chemichemi za uhai zinatoka mchungaji. Kwa hivyo uhai wetu umefichika kwa sehemu katika mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ilinde kwa uangalifu. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba kama vile unapatia kitu cha dhamana ulinzi, patia moyo wako ulinzi. Bwana Yesu asifiwe. Na ulinzi ni kuombea moyo wako. Pasta, kila siku ukiamka, ukiombea mambo yote mengine, ambia Mungu naombea moyo wangu. Naombea moyo wangu siku ya leo. Kwa sababu hatujui ni nini kitakuja mbele. Lakini kile kitakuja kikutane na moyo umesimama imara. Moyo ambao umefunikwa. Moyo umezingirwa. Moyo umezungukwa.
kulindwa. Moyo umepatiwa ulinzi. Ndio. Haleluya. Haleluya. Kile kitakuja hatujui. Ndio. Lakini njia moja ya kupata ulinzi ni kukabidhi mioyo yetu kwa Jehova. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kuambia Mungu, tawala moyo wangu. Tawala. Haleluya. Haleluya. Tawala moyo wangu. Tawala, Baba. Angazia moyo wangu. Niangazie. Patia moyo wangu amani. Patia. Funika moyo wako Ndio. na damu ya Yesu. Yes. Ombea moyo wako usiku na mchana. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Maana tukiinama moyo Ndio. tunakosa kutimiza mapenzi ya Mungu. True. Tukiinama moyo tunakosa kufanya kile Mungu anataka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiinama moyo Ndio. kuna kazi ya Mungu imesimama. Ndio. Ukiinama moyo Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna furaha hautapata. Ukiinama moyo Ndio. kuna mahali shetani anajiinua. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini ombea moyo wako. Ombea moyo Iombee usiku na mchana. Ndio. Wacha kuinama moyo. Wacha kukata tamaa. Ndio. Wacha kuvunjika. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Iwe uko nazo ama hauna. Iwe umetendewa ama haujatendewa. Ndio. Lakini my sister, my brother, unahitaji kulinda moyo wako. Upate baraka za Mungu. Ndio. Upate kuinuliwa na Mungu. Ndio. Iangalie moyo wako. Angalia. Ichunge kwa uangalifu. Chunge sana. Kwa uangalifu. Ndio. Uiombee. Uiombee. Uifunike. Uifunike. Uambie Mungu aingie ndani ya moyo. Aingie ndani ya moyo. Mahali Mungu wako shetani hawezi ingia. Hawezi ingia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shetani akiingia Mungu hayuko. Lakini Mungu akiingia shetani ameondoka. Hakuna. Linda moyo wako. Ulinde. Patia Mungu nafasi. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wacha Mungu atawale moyo wako. Atawale. Haleluya. Haleluya. Tumeombea biashara zetu. Na ni vizuri kuziombea. Sana. Umeombea ndoa yako. Ndio. Na ni vizuri kuiombea. Sasa ombea moyo wako. Ombea moyo wako sasa. Haleluya. Moyo wako ndio cha dhamana. Moyo wako ndio wa dhamana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukiombea moyo wako hata nini kikuja pasta hautakuwa wa kuinama. Haleluya. Iende vile itaenda unasimama imara. Ikue vile itakuwa unasimama imara. Bwana Yesu asifiwe. Maana moyo wangu nimeulinda kabisa. Nimeulinda. Sitakubali kuinama moyo. Sitakubali moyo wangu uiname. Sitakubali moyo wangu uangalie chini. Nitasimama. Bwana Yesu asifiwe. Moyo wangu nitaulinda usiku na mchana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Shetani akijaribu kuingia anapata kitu inaitwa protection. Protection. Security from heaven. Divine security. Anapata ulinzi wa kiungu. Umezingira moyo wako. Ati watu wanashangaa. Adui yako wanashangaa. Wewe ni mtu wa aina gani? Maana kile kinafaa kukuinamisha hauko hapo. Kile kinafaa kufanya ukasirike hauko hapo. Kile kinafaa kukunyima furaha hauko hapo. Lakini umejua jambo moja ya kwamba moyo wangu nitauangalia. Haleluya. Iangalie na uangalifu wote. Iangalie. Unajua nimeelewa jambo moja. Ndio. Mchungaji, kuna mtu huwa anakasirishwa mahali. Tuseme hata ni kwa kazini. Akirudi kwa nyumba yake. Ile makasiriko ametoka nayo huko. Anafanya hiyo nyumba haikaliki. Anavuruga kila mtu, hata watoto, mama, wote, kila kitu. Kwa sababu tu ya kutolinda moyo wake. Ile jambo analibeba. Anakuja nalo. Hata kwa biashara nyingi unakuta mtu anatoka kwa nyumba yake amekasirishwa, ako na mambo amebebana. Akifika pale kazini anaanza kuongelesha wafanyakazi vibaya, nao hajamkosea, anavuruga kila mtu, anaharibu mambo yote. Na huyo mtu baadaye, imagine at the end of the day ndiye atakuwa na hasara, maana biashara ni yake. Ni kweli. Sema amen. Amen. Kwa hivyo mioyo yetu tunapoilinda tunaangalia mambo mingi. Ninakumbuka tukiwa shuleni kuna mwalimu tulikuwa tunajua akiingia siku fulani na nguo fulani, na kuambia ile kisirani tunapatana na hiyo siku, hiyo shule haikaliki. Amekuja tu, lakini watoto wote that day hakuna kitu utashika kwa masomo. Maana amewaburuka, sijui ni nini, sijui ni kisirani gani. Kumbe siri ni
kuombea moyo. Ndio. Haleluya. Amen. Ndio mahali unaenda na moyo safi. Ndio. Ukienda kwa biashara unaenda ukiwa safi. Yes. Ukienda mahali popote hata kufanya interview unaenda ukiwa na moyo safi. Ndio. Ina maana Mungu atakuongoza, atakulinda, atakufanikisha, mambo itaenda vizuri. Ndio. Hata kwa biashara ukienda na uso umekunjamana, Ndio. hata customer akikuja na unamuongelesha unaongelewa mbaya. Yes. Unamuongelesha huyu anakuongelesha vibaya. Ndio. Customer hata kama alikuwa anunue, Yes. nakwambia hata nunua. Maanake ataona hapa Ndio. hapa sio kuzuri. Ndio. Kumbe ni shetani amepata nafasi. Ndio. Aharibu hata biashara yako. Kweli. Amepata nafasi aharibu hata ndoa yako. Ndio. Amepata nafasi mvurugane na watoto wako. Ndio. Kwa hivyo tumeambiwa siku ya leo, Yes. kupitia kwa neno la Mungu, Ndio. tujue hali ya kuombea roho zetu Ndio. kila wakati, ndio shetani asipate nafasi. Ndio. Na ukasema jambo moja, mahali Yesu yuko shetani hawezi pata nafasi. Yes. Kwa hivyo tukaribishe Yesu katika mioyo yetu, ndio shetani akikuja asipate nafasi. Kwa hivyo usiruhusu yule muovu apate nafasi katika moyo wako. Uombee kila wakati. Uambie Mungu nitawale. Uambie Mungu niongoze. Ninapoenda kwa biashara, Baba nipate kibali. Wale makazo utanipatia niwaongeleshe vizuri, hiyo siku utoke na baraka, kwa sababu moyo wako uko safi. Umelinda moyo wako. Hallelujah. Tulinde mioyo yetu wa Linda moyo wako katika hali yoyote ile. Hallelujah. Nataka tuambie Mungu atusaidie. Ndio. Ulinde moyo wako, nilinde moyo wangu. Ndio. Tulinde mioyo. Yes. Hakuna haja ya kuinama moyo siku ya leo. Ndio. Kwa nini kwa nini unabebana na mambo ya jana? Kwa nini unabeba kile mzee wako alikutendea ama hakutenda? Na uko na nafasi njema kulinda tu moyo wako. Linda tu. Ati nitendewe nisitendewe. My brother, my sister. Oh, yes. Upewe ama usipewe. Ndio. Ufikie ama usifikie. Unyimwe ama usinyimwe. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sio lazima ipatikane. Hata ikikosekana kile unataka, wewe linda moyo wako. Linda moyo. Moyo wako ndio wa dhamana, ili tuweze kupokea baraka za Mungu. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hallelujah. Hallelujah. My brother, wewe ambaye ni mwanaume, Ndio. katika hiyo nyumba yako, linda moyo wako. Linda moyo. Ndoa yako ifurahie. Familia yako ifurahie. Ndio. Hakuna haja ya makasiriko. Hakuna haja. Haja ya wivu. Hakuna. Wivu inabebwa katika moyo. Tusafishe mioyo. Ndio. Na tulinde mioyo yetu. Amina. Tuishi maisha ya baraka. Hallelujah. Ati nikiona my brother Geshia ameinuliwa, Kabisa. moyo wangu hawezi inama na sina makasiriko. Maana nimelinda moyo wangu. Kabisa. Nikiona mwingine akiendesha Range Rover, sitainama moyo na sitamroga. Moyo wangu ni safi. Nimelinda moyo. Nikisikia mwanafunzi wa brother yangu amefaulu, mtoto wa brother yangu amefaulu kwa masomo, sitaenda kwa mchawi. Maana moyo wangu nimeulinda. Moyo wangu nimeulinda. Nikiona kanisa ingine imeinuliwa na pasta mwingine anatumika, sitampiga. Moyo wangu nimeulinda. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Nikiona kijana mwingine ameolewa mbele yangu, sitamuendea. Moyo wangu nimeulinda. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Nikiona mwingine amevaa smart kuniliko, sitamroga. Moyo wangu nimeulinda. Hallelujah. Akipata promotion kwa kazi, sitamuonea wivu. Moyo wangu nimeulinda. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Akienda Marekani mbele yako, sitamuendea. Moyo wangu nimeulinda. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Tulinde mioyo. Tulinde mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tulinde mioyo. Tukae na upendo wa Mungu ndani ya mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tubebe Mungu ndani ya mioyo yetu. Beba Yesu. Nataka dakika hii mpendwa, uondoe yule umebeba na kile umebeba, wacha iondoke na Yesu aingie. Karibisha Yesu ndani ya moyo wako. Karibisha Yesu ndani ya moyo wako. Karibisha Jehova ndani ya moyo wako. Hallelujah. Hiyo biashara haina shida. Karibisha Yesu ndani
ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo familia haina shida. Karibisha Yesu ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo huduma haina shida. Moyo wako. Haleluya. Moyo wako my brother. Safisha moyo wako. Tusafishe moyo. Siku ya leo ya Ijumaa, safisha moyo wako. Wacha mioyo yetu iwe safi. Wacha tubadilike. Wacha tuone Mungu. Wacha tubebe Mungu. Wacha tutazamie Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na huyu Mungu atatupeleka mbali. Bwana Yesu asifiwe. Katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asante sana. Tunashukuru Mungu kwa sababu hilo neno. Nitakaribisha Reverend aweze kuombea wale ambao wanaokoka. Alafu ataweza kuendelea na Mungu atatubariki sana. Asante sana brother Reverend kwa neno mzuri ambalo Mungu amekunemesha kutunenea siku ya leo, na najua hilo neno ni mbegu mzuri imepandwa katika mioyo yetu na itapata mazao mazuri katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana na zidi kukuinua katika jina la Yesu. Wewe ambaye umetutazama, umetufuatilia, umetusikiza, najua ya kwamba ukiwa hapo kuna kile Bwana amepanda kwa moyo wako, na ni vizuri na kitakuwa ya manufaa na ya baraka sana katika jina la Yesu. Yesu akasema hata aliyetuma neno lake lishuke limrudie bure. Hilo neno lazima litafanya kazi katika maisha ya watu wake katika jina la Yesu. Uko hapo, ungependa kuokoka, ungependa kupeana maisha yako kwa Yesu, ungependa kumwambia Mungu, siku ya leo nimebeba mambo ya dunia, nimebeba watu wetu, nimebeba walionikosea, lakini leo kupitia kwa neno lako umeniambia kwamba nikupatie moyo wangu uweze kutawala na uweze kuniongoza. Kama kuna mtu kama huyo mahali popote ulipo, tafadhali rudia hili ombi nyuma yangu. Kristo mwana wa Mungu akuokoe, akudumishe, na kutoka hapo atakusaidia katika safari hii katika jina la Yesu. Fuatia ili maombi nyuma yangu na Bwana atakubariki. Sema, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Naomba siku ya leo uniokoe. Ondoa jina langu kwa kitabu cha mauti. Uandike jina langu katika kitabu cha uzima wa milele. Nimeokoka na Yesu ni Bwana. Nikuombee. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa huyu ndugu, asante kwa huyu dada, asante kwa huyu brother ambaye Bwana amepeana maisha yake kwako. Biblia inasema hakuna mtu anaweza kuja kwako bila Roho Mtakatifu wa Mungu kumvuta aingie kwako. Hivyo Bwana, uwadumishe katika wema wako, uwasaidie katika safari hii, waongoze kwa kila hali na kwa kila jambo. Linda mioyo yao, tunza mioyo yao, wakikutazamia na wakikuita Bwana utawaitikia, maana ni Mungu mwema. Tunawabarikisha mbele zako na kuombea wokovu ndani yao, na ni kwa jina la Yesu Kristo Baba na Mwokozi wetu Bwana tumeomba na kushukuru. Amen, amen, amen. Umeokoka. Mungu akubariki, akutende wema mahali unaishi, mahali unakaa. Najua kuna kanisa iko hapo karibu. Tafuta kanisa moja, enda hapo, waambie umeokoka, endelea kutukuza Bwana, kutumikia Mungu, na Mungu atakubariki sana. Na zaidi yoyote, ukipata nafasi, sisi tuko hapa Roysambu Jesus Winner Ministry. Karibu na Mungu atakubariki sana katika jina la Yesu Kristo. Niweze kukaribisha mchungaji Paul aweze kuombea watu wa Mungu na aweze kuambia Mungu awadumishe katika wema wake na upendo wake, na watunze roho zao jinsi tumenenewa, na Bwana atakubariki. Karibu sana mchungaji. Tukubaliane. Baba, katika jina la Yesu Kristo mfalme wa mbinguni, tumekuja mbele zako Jehova. Tunasema hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe Bwana Yesu. Tumesikia neno lako Bwana majeshi, Mungu wa ajabu. Waache hiyo neno lako Bwana majeshi vile limechuka. Tunajua itarudi Bwana majeshi bure. Litafanya kazi Bwana majeshi, Mungu wa mbinguni. Kuna roho zilikuwa zimeinama, lakini kupitia hii neno lako Jehova Jaire utaweza kuwainua na kuonekania Jehova. Tunanena kibali yako na
ukainuliwe ukatukuka milele. Jehova Mungu, unastahili kuabudiwa, unastahili kuinuliwa. Yesu mwana wa Mungu mtakatifu wa takatifu, watubia siku ya leo Mwenyezi Mungu, uweze kulinda roho zetu Bwana majeshi. Wacha kutoka siku ya leo mfalme wa falme, ukaweza kubadilisha Bwana majeshi nia yetu, kwa sababu kondo weso na nguvu Bwana mabwana falme. Wacha mtakatifu wa takatifu, ukaweza kulinda mioyo yetu Jehova Jaile, ili tukaweza kuandamana na wewe. Yesu mwana wa Mungu aliye na nguvu na uwezo, wewe ni mtakatifu wa takatifu, wewe ni kimbilio na tegemeo. Watubia tubiche tutafunguliwa, tuombe tutapewa. Wacha mtakatifu wa takatifu kutoka siku ya leo Mwenyezi Mungu, uweze kufungua njia zetu Bwana majeshi, uishie milele na milele. Ninainua jina lako na tukuza jina lako. Wacha kupitia neno lako siku ya leo Mungu, hiyo mioyo yote imeinama wainue na onekanie, wasonge mbele katika jina la Yesu Kristo. Hiyo mambo walikuwa wamebebanisha, wacha kutoka siku ya leo waweze kuondoka katika hiyo mawazo na kusonga mbele Bwana Yesu. Takaza hizo mioyo yao, inua hiyo mioyo yao, waweze kusonga mbele Bwana majeshi. Umetuambia Bwana majeshi ichie milele, utoka leo Bwana majeshi. Mungu ajabu, hatuwezi kusonga mbele Bwana ukiwa tumebebanisha, lakini Kristo mwana wa Mungu, ukitabua hiyo siri Jehova, utaweza kuenenda na wewe, kwa sababu mahali kulipo lipo Bwana Yesu kuna amani na kuna furaha. Yesu mwana wa Mungu mtakatifu wa Israeli, wacha kutoka siku ya leo wale wote ambao ni wagonjwa kwa sababu ya kubebanisha, mioyo yao imekuwa imegonjwa, wacha kutoka siku ya leo kupitia hii neno lako Jehova. Siku ya leo Bwana mabwana, hiyo mizigo yote wamebanishe, wacha Bwana Yesu ukawabebea, wabebea hiyo mizigo, waondoe kwenye hiyo machinda, wakumbuke na wainue, waonekanie Bwana mabwana falme. Wacha kutoka siku ya leo uweze kusonga mbele kupitia neno lako Bwana, uweze kufunguliwa Bwana. Hakuna Mungu aliye kama wewe, una watu wako na mahitaji. Wacha kutoka siku ya leo Yesu wakumbuke, uwainue na onekanie wale wote wagonjwa. Unanena uponyaji, unanena kibali yako, wale wote wako chini Bwana wainue siku ya leo. Tenda mwezi wa 8, tenda mwezi wa 8 Yesu mwana wa Mungu, mwezi wa 8 Jehova, unainua jina lako, unatukuza jina lako. Mwezi wa 8 wacha ushindi wako uonekane, unakataa mipango ya shetani. Mwezi wa 8 uwe mwezi wa kuinua jina lako, uwe mwezi wa kutukuza jina lako. Yesu mwana wa Mungu, shidania taifa letu, pigania taifa letu. Unanena amani yako, unanena amani yako kwa kila kaunti Jehova, unanena amani yako. Yesu mwana wa Mungu, wasia mwezi wa 8 wacha ukatawale, wacha ukaonekane kila makaunti zetu Bwana. Unanena nguvu za Yesu, unanena neema ya Yesu, unanena kibali ya Yesu. Unatangaza mwezi wa 8 shetani hatatumika. Mwezi wa 8 Bwana ingilia kati, roho yote ya vifo unatangaza ina uwezo, roho ya maajali, ya magari, ya madege, ya bodaboda, ya tukutuku Baba tunaikataa katika jina la Yesu. Bwana wa mbinguni, mwezi wa 8 unaifunika kwa damu ya Yesu. Mwezi wa 8 unaufunika kwa damu ya Yesu. Wacha ukatawale, wacha ukatawale, wacha ukatawale kwa viongozi wote, ukatawale kwa mapolisi yetu, ukatawale kwa vijana wetu, ukatawale Mungu wa Israeli. Bwana mabwana falme, tunanena amani, tunanena amani, tunanena amani, tunanena amani ndani ya taifa letu. Ushindi wako uonekane. Tunasema ni asante. Pokea sifa zote, pokea shukrani zote Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli. Ushindi wako uonekane. Inua uchumi wa Kenya, bariki Kenya, bariki rais wetu. Ushindi wako uonekane. Wewe ni Mungu wa neema, wewe ni Mungu wa ushindi. Pokea sifa zote, pokea shukrani zote. Wacha kila mmoja ameitanishwa na Kenya, Mungu wa Israeli. Bwana ukatubariki, Bwana
wa viongozi wa kila mmoja. Tunanena amani ya roho itawale ndani ya taifa ya Kenya. Tunasema ni asante. Pokea sifa zote, heshima na utukufu zote zikurudie. Tunaomba Jehova tukiamini utatenda, kwa sababu wewe ni mwaminifu. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu wa Yesu tunaomba hata na kuamini. Amen. Na Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu kwa maombi mazuri katika jina la Yesu Kristo. Sasa tukaribishe ndugu yetu ambaye ataendelea kutoka hapo, na Bwana atambariki sana katika jina la Yesu Kristo. Chukua ushukani na kisha uweze kuendelea. Karibu sana kwa jina la Yesu. Na asante sana watumishi wa Mungu. Asante kwa sababu ya baraka tele ambazo tumeweza kupokezwa hii leo. Bila shaka ni tarehe 8 mwezi wa 8, siku ya baraka. Najua kwamba neno hilo limekuwa lako kutoka leo kuendelea. Hata mimi nimesema moyoni mwangu, linda moyo wako, kwa sababu mle ndani mna chemichemi za uzima. I love that. Watumishi wa Mungu, mbarikiwe sana kwa sababu ya neno nzuri hilo. Limetupea ufufuo, limetupa revival. Najua ukiwa pale nyumbani ukiwa unasikiliza, umeweza kubarikiwa, umebarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Mpenzi mtazamaji wa runinga ya Mwangaza, mpenzi mtazamaji wa runinga ya Kiheo, asante. Mungu akubariki pamoja na msikilizaji wa Mwangaza wa Neno FM. May the Lord bless you kwa sababu ya utukufu wake na kwa sababu yako kukubali kulisikiliza neno. Najua haukusikiliza neno hilo tu bure, ila ni kwa sababu kuna mazuri ambayo Mungu amepanga. Kwa sasa mpenzi mtazamaji wa runinga ya Kiheo, tutakuwa tunakuaga ili mkaendelea na matangazo kwa lugha ya Kikuyu, na si tunaendelea hapa katika jumbe ambazo tuko nazo. Mwelekezi wangu ananiambia kwamba tunaendelea kuzisoma jumbe. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiliku. Mwangaza wa Neno FM, station ya radio ire kurehagira umemerekia muthuranire. O muthenya wa mwambĩrĩrio kinyagia gatano, tabarĩra ciĩhotanĩire kwambĩrĩria rũcinĩ kinya hwaĩ-inĩ. Thaa 11 kinyagia thaa 4 cia rũcinĩ, nyitanagĩra na Esther wa Mathenge the Kingdom Lady thĩinĩ wa Gĩthima rũcinĩ. Thaa 4 nginya thaa 8 ũkanyitanĩra na Wanjiko wa Kinyanjui Kanyaka Ndeto thĩinĩ wa tabarĩra ya Riũa rĩa Wega. Thaa 8 nginya thaa 10 ũkanyitanĩra na Celestine Waka the Favored One thĩinĩ wa tabarĩra ya Shangwe. Igĩkinyĩria thaa 10 ũkaingĩra kĩberereki thĩinĩ wa tabarĩra ya Ngwatanĩro na Kamau wa Waithĩra KW. Mũgaterevana kinyagia thaa 2 cia ũtukũ, na kwambĩrĩria thaa 2 kinyagia thaa 5 cia ũtukũ ũkanyitanĩra na Susan Wangoro the Women Rep thĩinĩ wa tabarĩra ya Ikũmbĩ rĩa Kĩgoco. MC Kiheheji wa Gĩtawa, mumemerekia ngũthi. Ati mũrataga kwangagira ati macemani na mutumia wake rĩa mbere na akĩhika. Wena wĩke na ndĩti ya mbere. Mũthekania woma, mũini na mwandĩki wa nyĩmbo njorua. Tukinyete mwisho tũrĩa gũkũra autokinyete mĩraci yaku. Ena gĩkeno agĩgwĩtĩra igongona rĩa gũkũngũĩra thabarĩ yake ya ũini. Ũmemerekia, OMC, ona mathekania. Nĩ tarĩki 10 Agasta, harĩa Roysambu Jewel Complex, ngorofa ya 6, kũrigania na TRM. Mwaga ũyũ ũkambĩrĩria thaa 7 cia mũthenya nginyagia thinacara cia hwaĩ-inĩ. Igongona rĩrĩ nĩ rĩkahumbwo riri nĩ amemerekia, athakia mĩthako ya ngerekano, ũcokio canjamũrwo nĩ aini ta Charles King'ori,
Joy Janet, Ngethe Steve, Shukra ya Nairobi, Kamuragi, DMG, Kevin Maina, Sami Mohea, Nagia Ije. Igogona riri nirirugamirĩirwo nĩ kambuni ta Oasis Lands Limited, Hive Pastries, Prime Silver Investment, Empress Wambo, Washiama Bliss and Cut, Jewel Professional College, Jewel Driving School, Smart Car Hire Connector na ingĩ nyingĩ. Oh yes, nĩ igogona inene ma tarĩki 10 Agosta rĩa MC Kĩhehenji wa Gĩtawa. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria hũra thimũ namba 0793-755-497, 0793-755-497. Ndũkanatĩre ũhehenjwo nĩ Kĩhehenji. Mwiroreri wa Kiheo TV utangimenya kuria umite ndungimenya kuria werekeire na nikio nie Wangari wa Kimani ndikurehagira ciaga tene thiine wa Kiheo TV ndikeje kumenya wega indu yuaga na ndoceragiro hihi uri weyuria matura matiganite metirwo guoniki wa muhiano itura ria Gathara-ini Githurai Ting'ang'a Kirigiti gacagati ka maingĩ hihi nĩ ũrĩ weyũria ũrĩa maũndũ mekĩkaga na ũrĩa mekagwo na hau kabere nyitanagĩra na niĩ Wangari wa Kimani thĩinĩ wa tabarĩra ya nyĩmbo cia gatene tũgakorwo tũkĩrung'a merĩ matatũ tũkĩũhĩgania oro ũndũ ũmwe na gũcanjamũka na nyĩmbo cia gatene. Tonete tawariganĩirwo atĩ Ngai nĩ wanyũmbire ire naguo mũico wa mũndũ nĩ kĩambĩrĩria gĩaku Ngai rĩrĩa niĩ ndanyariirĩkĩte ngorwo nĩ thayũ na gĩkeno o rĩrĩ ndorĩtwo nĩ hinya Jehova we oke mwĩhoko Ingira ustudiye tutwale ngari. Haya. Anike eheria. Nike kioruma, nike. Uyuri, ndamwireherie. Ndakarenda kweheria ngari. Angikorwo ndoi gutwarithia ngari gota igwete horo mwega wa Jewel Driving School. Hari ugo Jewel Complex. Faithful. Igoro. Mutugo wa utereva mwega na umenyereri barabara-inĩ wambagĩrĩria na kwamũkĩra ũrutani mwega wa utereva thukuru-inĩ mwega ũrĩ na arutani akinyanĩru na akindĩrĩku. Thukuru wa Jewel Institute of Advanced Driving tũĩkaine nĩ kũruta matereva a gĩkĩro kĩa igũrũ marĩ na ũigĩrĩrĩki mũnene barabara-inĩ. Jewel Institute of Advanced Driving tũrutanaga utereva wa ikĩro ciothe. Class A nĩ utereva wa fikifiki na tuk-tuk, Class B utereva wa ngari nini, Class C utereva wa marori na Class D nĩ utereva wa ngari cia ũkui wa mũingĩ. Ũrutani witũ wa utereva nĩ wa kũrũmanĩrĩra na mũtaratara mwerũ wa NTSA na warĩkia kothi tũgagũteithĩrĩria kwĩgĩra na Smart Driving License. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria ndũkamaĩrĩrie gũtũcerera wabici citũ Roysambu nyũmba-inĩ ya Jewel Complex gorofa ya gatano barabara-inĩ nene ya Thika Super Highway kũrigania na TRM kana ũtũhũrĩre thimũ kũgerera 0703 164003 0703 164003. Jewel Institute of Advanced Driving, drive with confidence. Ũngĩkorwo na woni wĩgiĩ tabarĩra citũ ndũkamaĩrĩrie gũtũmenyithia kũgerera ndũmĩrĩri nguhĩ kana WhatsApp. Namba itũ nĩ 0795 789804 0795 789804
kana email itu nio info@keheotv.co.ke. Ria Juma ya kinya tukauranira thini wa wathi wa mbeũ njĩthĩ haha tugakorwo tukiarĩrĩria maũndũ marĩa maratuhutia ithuĩ ta mbeũ njĩthĩ marĩa mega tugakorwo tukihimbiria namo marĩa moru tugakorwo tukirunga no tũrĩa kĩgwa kĩrĩ irũngo ngakũnengereria kĩrũngo kĩa mbere nĩkĩo the talk table haha ngakorwo ngĩkũnengereria kiugo kĩa mwathani ũndũ ũmwe na ndereti mwaki ya mũthenya ngakũnengereria kĩrũngo gĩa kerĩ nĩkĩo the freestyle arena we wacia makinya nawe wacia kĩrĩu ngakunengereria kirungo gĩa gatatũ nĩkĩo Sija kwambia haha ngakorwo ngĩkunengereria maũndũ marĩa mothe marathi na mbere in the gospel industry nyitanagĩra na niĩ Joyce Wanjikũ wa Mwangi the smiling ambassador o juma ciahanda thaa kenda nginya thaa 11 cia hwaĩ-inĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya wathi wa mbeũ njĩthĩ gũkũ wa Kĩheo TV kũrĩa tugaga nĩkĩo kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku reke tũgĩe karĩko. Murabatara indo cia kuhunjia ona kana cia kwanirira Smart Search Limited nikio kihonia giaku. Smart Search Limited ni duka wa wendia wa indo ciothe cia kwanirira kana cia kihunjio magikwenderia microphone mithemba yothe hamwe na stand ciacio. Speaker cia ikiro ciothe nicio full range, mid range, bass na monitor speakers hamwe na stand ciacio. Ona ningĩ no marakwenderia indo cia kuina nicio keyboard, guitar, drum set, violin oro domo na generator cia mithemba yothe. Makoragwo Nairobi Kamae Road kurigania na Lucky House. No aranire na Smart Search Limited kugerera nenda ciao cia ukinyaniria kana umahurire thimo kugerera 0720 046 100 kana 0739 046 100. Smart Search Limited, your trusted sound partner. Ewe ni wenderera we kawira kau gaku o investire miaka yo yothe ri umuthi uyu ngoma angiariria turi anime moka magukuwa indo ciaku ungika atia kana ungiambirie kumacaria na miguu ta njege tatengera kuria gwa Kimuma Engineering System umere makuonia CCTV cia kamera ciraiganirira muhuko waku. Oho ni makoragwo na electric fence materials, razor wire cia green na cia silver. Ni makoragwo na access control system ira cia kuhinya fingerprint ugitonya, intruder alarm system na no makoragwo na indo ciothe cia mwaki nginya fire extinguishers. Oho no makoragwo na solar panels na ni makoragwo nginya na ihingo automatic kuhinya ka remote oguo wira ni muingi tawa gutinda kung'ang'ana na ngeti. Ni mahetwo ngerenwa nyingi muno. Duka ciao cikuria Nairobi CBD macamanĩrio-inĩ ma Kamae na Gaborone Road. Showroom yao hau Nyandarua House ground floor. Duka yao ĩngĩ yao ĩrĩ kũu Nyandarua House second floor room 204. Duka yao ĩngĩ harĩa Gaborone Plaza ground floor number G1. Na kwa kũrĩa Kasarani ni harĩa Max Plaza kũng'ethanĩra na Kasarani police station. Ona kana no macarie na thimo 0793 494949 kana 0793 949494 kana 0793 595959. Gitira wira waku na CCTV cameras kuma Kimuma Engineering System. Twaririe Tomugate wiki ugituria mundu muoyo ende kiugo kiumite kanua-ini ka Jehova ni gituragia mundu muoyo. Alikuwa na uwezo wa kuzuia kubeba msalaba. Ndio. Alikuwa na uwezo wa kukataa kubeba msalaba. Lakini akakubali kubeba msalaba kwa ajili ya kuleta utukufu kwa Baba. Oh, haleluya. O muthenya wa Friday thaa 3 cia rucini nyitanagira na ndungata cia Ngai kuma kanitha wa Jesus Wina Ministry tabarira
studio-ini ya Neno la Uzima. Kuwa na uwezo wa kukataa hata kukufa. Alikuwa na uwezo wa kukataa kusulubiwa, lakini akakubali. Ndio jina la Baba liweze kutukuzwa. Haleluya. Ugatarwo na maandiko, ukahoerwo na ukaheo mwihoko muturire-ini. Neno la Uzima, nitugie kariko. Oriri teknoloji thĩinĩ wa thĩ ĩthiĩte na mbere na kũhĩmbĩrio, Jewel Professional College nĩ twĩrutĩire gũkũhe we mweke wa kũhĩgĩrĩra maũndũ-inĩ megiĩ teknoloji. I'm Brian Onderi. Welcome to the ICT department in our computer lab. Twina kothi cia kahinda karaya ta Diploma in Information Communication and Technology no ICT ĩrĩa ũgũthoma gwa kahinda ka mĩaka 2.5 na warĩkia gũthoma ũgekithio kĩgeranio nĩ NEC. Twina Craft Certificate in ICT ĩrĩa nayo ũrathoma gwa kahinda ka mwaka 1.5. Nacio kothi cia kahinda gakuhĩ nĩcio short courses nĩ ta Computer Repair and Maintenance na Computer Programming ĩrĩa ũgũthoma gwa kahinda ka mĩeri 4. Nacio kothi ta Computer Networking, Computer Graphic Design na International Computer Digital License nyo ICDL uguthoma gwa kahinda ka mieri 3. Computer Accounting Financial Application okuoya mieri 2 tu na muthia Computer Basic Packages ĩrĩa okuoya kahinda ka mweri 1.5. Jewel Professional College, kĩambĩrĩria kĩa ũmenyo nĩ gwĩtigĩra Ngai.